nne za mvuto, na jana tulianza ile aina ya kwanza, tukasema mvuto wa maisha, character influence, na tukaangalia vipengele mbalimbali ambavyo vinahusiana na mvuto wa maisha. Mojawapo tukasema tabia. Kaona ya kwamba uaminifu, unyenyekevu, upendo na uadilifu ni vitu ambavyo vinamvuta sana mwanafunzi. Lakini baadaye tukaongea juu ya mwenendo, conduct, kwamba matendo ya kila siku ya mwalimu yana nafasi kubwa kwa mwanafunzi. Vile mwalimu anavyoishi kila siku, basi ina mchango mkubwa kwa maisha ya mwanafunzi. Na leo natamani tukimbie sasa, tuende tukaangalie aina ya pili ya kipengele cha mvuto. Kipengele cha pili cha mvuto ni mvuto wa upendo, wanaita relational influence, mvuto wa upendo. Kama ambavyo tunafahamu, Marko sura ya 10 na fungu la 13 hadi 16 ni kisa cha Yesu na watoto. Unaposoma fungu hilo utagundua ya kwamba Yesu aliletewa watoto, lakini wanafunzi wake wakakasirika, hawakutaka watoto hao waje kwa Yesu. Lakini unaposoma fungu hilo la 13 hadi 16, Biblia inasema Yesu alikasirishwa sana na akawapokea wanafunzi akiwaambia, waacheni watoto wadogo wafanye nini? Waje kwangu. Na akafananisha ya kwamba walio na mfano wa watoto wadogo hao ndio ambao ufalme wa mbinguni ni wao. Na katika muktadha huo, juu ya mvuto wa upendo, tunaona ya kwamba watoto wanapenda kupendwa, na hii ni tabia ya wanadamu wote, kama vile watu wazima wanavyopenda kupendwa. Kuna mmoja hapa ambaye hapendi kupendwa. Ni asili yetu wote kama wanadamu, tunajali au tunapenda kupendwa, na ukikuta mtu hapendwi anajisikia hisia ya kutothaminiwa. Kwa hiyo Yesu aliwapenda, na hivyo watoto hawafuati mamlaka tu, watoto wanafuata upendo. Na hivyo mvuto wa mwalimu wa upendo, mvuto wa upendo wa mwalimu unajenga tabia ya mtoto kufuata. Na huu ni uwezo ule mvuto wa upendo ni uwezo wa kuathiri maisha ya mtoto kupitia uhusiano wa karibu ambao umejengwa juu ya upendo, umejengwa juu ya kweli, umejengwa juu ya huruma na kujali. Na mvuto wa upendo sio mamlaka. Mvuto wa upendo unagusa moyo kwa moyo, ni moyo kwa moyo, mvuto wa upendo. Na katika maana ya kina, mvuto wa upendo ni nguvu ya mahusiano, na watu huwa wanabadilika pale wanapohisi ya kwamba wanapendwa. Nakumbuka nilianzisha ile mahali fulani, wakati wanafunzi walikuwa wanapewa zawadi, wale ambao wana A katika masomo yote. Nilianzisha hili Madam Priska ya kwamba wapewe zawadi hata yule wa mwisho ambaye term iliyofuata amejitahidi. Sijui kama katika nani ya walimu, lakini nilianzisha nikafanya tofauti kubwa. Term iliyo ya kwanza alikuwa ana F, lakini term iliyopanda akapata D+. Nikalianzisha ya kwamba apewe zawadi, na tukafanya upendo. Yule kijana ndipo maisha yake yalianza kubadilika. Kwa hiyo mtoto, hata yule ambaye yuko chini, ambaye anashindwa, ikiwa mwalimu, ikiwa mzazi, ikiwa mlezi, ataonyesha upendo. Na hivyo mvuto wa upendo una nguvu kubadilisha hata mtu anapojihisi kama hapendwi. Ni daraja, mvuto wa upendo ni daraja la ushawishi. Upendo ambao unajenga imani, trust, unajenga
imani na tumaini. Ni huduma. Mvuto wa upendo ni huduma ya moyo, si kuongea tu au kuongoza tu. Mvuto wa upendo ni kuungana na wengine, ni kuungana na wanafunzi. Ukienda katika Biblia tunakutana na msingi wa mvuto huu katika Mathayo sura ya 22 na fungu la 37 hadi 39. Biblia inaonyesha wazi kuwa upendo ndio msingi wa mvuto wa kweli. Tunapoangalia zile amri 10 Mathayo katika fungu la 37 hadi 39, Mathayo 22, Biblia inasema mpende Mungu wako kwa moyo wako wote, halafu mwishoni anasema na jirani yako kama nini? Kama nafsi yako. Japokuwa siku hizi watu wamebadilisha mafungu, anasema mpende jirani yako, Biblia inasema kama nafsi yako. Wale wanaotania wanasema kama nafasi iko. Mungu alikwenda. Mpende jirani yako kama nafsi yako, sio kama nafasi iko. Kwa hiyo kumpenda mtoto kama jirani yako ni msingi wa Biblia wa mvuto wa upendo, mvuto wa upendo. Lakini kuna nguvu ya upendo. Ukienda katika Warumi, Wakorintho wa kwanza sura ya 13 fungu la kwanza na kuendelea, mnalifahamu. Biblia inasema bila upendo mimi ni kama upepo unaovuma. Hilo fungu mnalifahamu. Ninaposema kwa lugha za wanadamu na za nini na malaika, kama sina upendo utaendelea. Kwa hiyo upendo, bila upendo hata huduma kubwa haina maana. Bila upendo huduma yako kama mwalimu kwa mtoto haina maana, kwa sababu watoto wanahitaji upendo. Mtoto anasikia. Tunaangalia pale katika Marko 10. Yesu alipoletewa watoto wanafunzi, japo walitaka kuwazuia, Yesu akawachukua akaweka mikononi mwake, akawabariki, akawatakasa. Watoto wanahitaji kukumbatiwa. Hata kama kuna wengine ni kama wana mbuzi, sio wana kondoo, ni wakorofi, lakini upendo. Kwa hiyo kuna nguvu ya upendo, nguvu ya upendo. Njia ya Yesu ambayo ameitumia sana, ukiangalia Yohana 13:34 hadi 35, watoto watakutambua kwa upendo wako. Kwa njia ya upendo wako watoto watakutambua kwamba wewe ni mwalimu. Na watoto wanafahamu kabisa mwalimu mwenye upendo na mwalimu asiye na upendo. Kama walimu wangesimamishwa 5, halafu watoto wakaambiwa nendeni kwa unayempenda, usishangae mwalimu mmoja watoto wote wakaenda nyuma yake, akawa na kundi kubwa la watoto kuliko walimu wengine. Tofauti ni nini? Ni vile yule mwalimu anavyoonyesha upendo kwa hao watoto anaowaongoza. Uko mfano mkuu. Yesu Kristo alitumia mvuto wa upendo kwa kiwango cha juu sana. Aliwakaribia wenye dhambi. Tunafahamu Yesu aliwakaribia wenye dhambi. Kwa mfano, wale waliokuwa wamekataliwa na jamii, wakoma. Watu wengi walikuwa wanakimbia, hata hawataki kuguswa na kivuli cha mkoma, lakini Yesu akawagusa kwa mkono wake. Mvuto wa upendo. Yesu aliwakaribia wenye dhambi bila kuwahukumu. Nakumbuka kisa cha yule mwanamke pale kwenye kisima. Mwanamke ambaye alikuwa ni wa tabia mbaya, ambaye wenzake wakija asubuhi kuchota maji, yeye atakuja saa 6 mchana au atakuja jioni, kwa sababu tabia yake ilikuwa iko kinyume na jamii ya wakati ule. Lakini Yesu akamkaribia kwa upendo. Mnakifahamu kisa hicho. Yesu aligusa wagonjwa kwa huduma. Aliwasikiliza waliokataliwa na jamii. Kwa hiyo upendo ni jambo la ajabu, ni jambo ambalo linavuta mtoto kupitia kwa huyu mwalimu. Vipengele vya mvuto wa upendo viko 4. Ukaribu, connection, vipengele vya mvuto wa upendo. Bahati mbaya hii projector yetu nayo ndio ile. Vipengele vya mvuto wa upendo viko 4. Namba 1 ni ukaribu. Unahitaji kuwa connected, kujenga mahusiano ya kweli, kuwajua watoto kwa majina. Kama mwalimu, jua kundi la watoto unaowaongoza, ikiwezekana kwa majina yao na ya wazazi wao. Hiyo inajenga ukaribu zaidi. Kipengele cha 2 ni kusikiliza, listening. Watoto wanahitaji kusikiliza, hasa wale ambao
wana sauti za chini. Sauti za chini zinaweza zikawa ule uwezo wa kushindwa kujieleza kama wengine. Kwa hiyo kusikiliza bila kuhukumu, kutoa nafasi kwa wengine, hiyo inakuza hicho kipengele. Lakini kipengele cha 4 ni huruma, compassion, huruma. Kuhisi maumivu ya wengine. Kuna watoto unakuta ameumizwa na wengine, anahitaji mwalimu uweze kumwonyesha upendo, kuhisi maumivu yake pamoja na yeye. Hii inakuwa ni msaada wa kitendo. Kipengele cha mwisho ni uaminifu, trust. Kuwa mtu wa kutegemewa. Mwalimu unapaswa kuwa mtu wa kutegemewa. Watoto wajisikie ya kwamba tuna usalama tukiwa na huyu mwalimu. Lakini hata wazazi ambao wamekuamini wamewaleta watoto wa wazee wa kanisa. Napenda ile program mwalimu ya begi langu la kanisani, uzinduzi ambao tulifanya Iringa. Watoto walikabidhiwa kwa wazee wa kanisa, alafu wazee wa kanisa wazazi walikabidhi wazee wa kanisa, na wazee wa kanisa wakakabidhi kwa walimu. Kwa hiyo uaminifu, kuwa mwalimu wa kutegemewa. Usiwe kikwazo kwa watoto. Na hata hiyo Biblia inasema kuliko wakwaze mmoja wa hao wadogo, ni heri wewe mwenyewe ufungiwe jiwe la kusabia shingoni mwako, halafu ukatupwe baharini. Na ndio maana ile swali la jana, wapendwa, tumeaminiwa na kanisa tukapewa watoto. Ikiwa mwalimu si wa kutegemewa, na kama alijibu vizuri, ni bora ujiuzuru kuliko waharibu hao watoto. Mwalimu hii Madam Priska, ni bora mtu ajiuzuru kuliko aharibu hao watoto. Jana nilishangaa kitu fulani. Sijui kama Madam Priska umepata hicho, na mimi imenishangaza sana. Na hawa program ya begi la watoto imekuwa ni mtaji na biashara kwa baadhi ya walimu wa watoto. Sijui kama umelifahamu. Concept ya begi imeharibiwa. Watu wameangalia lile begi kama biashara, kumbe wazo la mwanzishaji wa program ni kile ambacho kiko ndani ya begi. Na kipengele cha mwisho cha mvuto huo wa upendo ni uwepo. Watoto wanahitaji uwepo, presence. Watoto wanajisikia usalama wanapokuwa wamezungukwa na walimu wake. Unajua uwepo ni muhimu sana. Wakati fulani bila shaka umeshawahi kujisikia kana kwamba una upweke, japo uko miongoni mwa watu wengi, lakini ukajisikia mpweke. Sasa watoto wanafurahi, mtoto anafurahi kuwepo na uwepo wa mwalimu. Maana yake ni nini? Kuwa karibu katika nyakati zile muhimu mtoto anapokuhitaji, au kuonyesha ya kwamba niko hapa. Uwepo maana yake mtoto ajisikia ya kwamba wewe mwalimu unamwambia niko hapa kwa ajili yako, ninapatikana kwa ajili yako. Na maana kila wakati anapohitaji huduma ya mwalimu anapatikana. Kanuni kuu ya mvuto wa upendo ni hii. Sasa wale ambao unajua kipare mtatafsiri hii. Wale mmoja wa kipare. Kanuni kuu ya mvuto wa upendo inasema people don't care how much you know until they know how much you care. Kuna mpare ya tafsiri hii. People don't care how much you know until they know how much you care. Ya kwamba watu hawajali unafahamu kiasi gani mpaka wafahamu unawajali kiasi gani. Iko hivyo. Kwa hiyo kabla ya kufundisha, kulingana na statement, kabla ya kufundisha kama mwalimu, jifunze kujenga uhusiano na mtoto. Bwana asifiwe. Jenga uhusiano. Kabla ya kurekebisha, onyesha upendo. Kabla ya kuongoza, ungana na moyo wake, gusa moyo wake. Hapo utakuwa umepata mtoto. Nguvu ya mvuto wa upendo. Mvuto wa upendo unaweza kufanya yafuatayo: kuvunja kuta za chuki na hofu. Lakini unaweza kufungua mioyo migumu. Unaweza kujenga uaminifu wa kudumu. Mvuto wa upendo unaweza kuleta mabadiliko ya ndani, sio yale ya juu. Hasa kwa watoto. Mtoto hasikii kwanza mafundisho, anasikia kwanza upendo.
Mtoto hasikii kwanza mafundisho, bali anasikia kwanza upendo. Jana niliwapa ule mfano. Kwa nini yule mwalimu wangu nilimpenda? Ni kwa sababu yeye alitanguliza upendo kwa wanafunzi kabla ya mafundisho. Wakati mwingine tunaweza tukapeleka mafundisho na hata watoto hawasikilizi, na kama wapo wanaosikiliza, wanasikiliza kwa ile nidhamu tu ya hofu, lakini kwa kawaida mtoto hasikii kwanza mafundisho, atasikia kwanza upendo. Ellen G. White katika kitabu kile cha Steps to Christ ana maneno haya, anasema upendo wa Kristo unaovutwa katika moyo utajidhihirisha katika maisha. Tunaposema tunao upendo wa Kristo katika mioyo yetu, maisha yetu kama walimu yataonyesha huo upendo ambao tunao katika mioyo yetu. Lakini katika kitabu kingine The Ministry of Healing anasema njia pekee ya kuwavuta watoto kwa Kristo ni kupitia upendo wake. Njia pekee ya kuwavuta watoto kwa Kristo ni kupitia upendo. Mwalimu, ninapokuwa na upendo, wanafunzi wangu watakupenda. Kwa hiyo sasa mvuto wa upendo kwa kiongozi wa kiroho. Kwa kiongozi wa kiroho namaanisha mchungaji, mwalimu na mzazi. Sikia hii, watu hawatafuata tu kwa sababu wewe ni kiongozi. Watakufuata kwa sababu wanahisi wanapendwa na kuthaminiwa. Mtu anapohisi mnapendwa na kuthaminiwa, ni rahisi unaweza ukamwambia kufuata. Na ndivyo Yesu alivyofanya alipokuwa akiwachagua wanafunzi. Wengine aliwakuta kwenye nyavu zao, walipoona upendo wake, walipohisi upendo wake, Yesu alipotoa tamko nifuateni, wengi walifuata. Kwa hiyo kiongozi mwenye upendo hasukumi watu. Kiongozi mwenye upendo hasukumi watoto. Kiongozi mwenye upendo anawajali. Kiongozi mwenye upendo huwatia moyo. Ndio. Kiongozi mwenye upendo anawavuta watoto kwa upendo. Hatari ya kukosa mvuto wa upendo. Zipo hatari za kukosa mvuto wa upendo. Bila upendo, uongozi unakuwa mgumu na wa kulazimisha. Hiyo ni hatari kubwa. Unapokosa upendo, ndio unaweza ukaongoza watoto, lakini uongozi wako utakuwa wa kulazimisha. Nimesema hiyo ni hatari. Watoto wanatii kwa hofu, si kwa moyo. Upendo unapokosekana, mahusiano yanavunjika. Unapokosa mvuto wenye upendo, mahusiano yako na watoto Sasa jinsi ya kukuza mvuto wa upendo. Namba moja, tumia muda na mtoto binafsi. Japo una watoto wengi ndio kama mwalimu, lakini kuna wengine ambao ili waweze kufuata wanahitaji muda wako na wao. Natumia mfano huu hata wanafunzi wakubwa. Uwezo wa kuelewa wa wanafunzi unatofautiana. Kuna wengine mwalimu akifundisha akishuka kutoka kwenye ubao, mwanafunzi huyo ameshaelewa miaka yote. Lakini wengine ni mpaka akarudie, wengine mpaka mwalimu apate nafasi ya kukaa naye yeye peke yake. Kwa hiyo jinsi ya kujenga au kukuza mvuto wa upendo, tumia muda na watoto binafsi. Na hii ni lazima uwe umefahamu hali za hao watoto ambao unawafundisha au unaongoza. Sikiliza zaidi kuliko kuzungumza. Sikiliza zaidi. Hiyo ni kanuni nyingine. Sikiliza zaidi kuliko kuzungumza. Lakini kanuni nyingine, onyesha kujali kwa vitendo. Onyesha kujali kwa vitendo. Unaposema unampenda, kuna vitendo vinavyoonyesha upendo. Wakati mwingine hata unaweza ukachonga kalamu yake, ukachonga unaweza ukampatia raba, ile kifuto cha kufuta penseli. Unaweza ukaonyesha upendo kwa vitendo. Kwa maana vile vitendo vya upendo, vitendo chanya vya upendo. Usije ukaja na vitendo hasi kuonyesha mtoto kwamba unampenda, maana wengine wanaweza kutafsiri vibaya. Vitendo chanya vya upendo. Samehe haraka. Hiyo ni njia pia ya kukuza. Samehe. Hata kama mtoto amekosa, akisema mwalimu nisamehe, usimtishe kumuua, maana wewe utakuua. Wala watoto wadogo mtishie kuua kama utampata tena. Jenga mazingira ya kukubalika. Wewe mwalimu
walijenga mazingira ya walionyesha sababu ya kwa nini wakubali. Na unapotumia hizo hatua zote ambazo tumezungumza, hatari ya kukosa mvuto wa upendo, bila upendo uongozi unakuwa mgumu kama ambavyo nimekuambia. Okay. Haya, tunapohitimisha kipengele hicho, mvuto wa upendo ni nguvu ya kimungu, na hii nguvu ya kimungu inayobadilisha maisha kupitia mahusiano. Upendo hauamrishi, unavuta. Upendo haulazimishi, unashawishi. Upendo hauumizi, unaponya. Bwana asifiwe. Okay. Tafakari ya kipengele hiki, swali la tafakari. Je, watoto wanaokuzunguka wanahisi kupendwa au kuhukumiwa wanapokuwa karibu na wewe? Watoto unaowaongoza, hii ni swali la tafakari. Je, watoto wanaokuzunguka, unapokuwa na watoto au unaowaongoza, wanahisi kupendwa na wewe au wanajisikia kuhukumiwa wanapokuwa karibu na wewe? Kipengele cha tatu cha mvuto ni mvuto wa maneno, verbal influence. Mvuto wa maneno. Mvuto wa maneno ni uwezo wa mwalimu wa kuathiri fikra, hisia, maamuzi na mwenendo wa mtoto kupitia kile anachosema na jinsi anavyosema. Hebu sikilizeni mfano huu. Nirudie. Nimesema mvuto wa maneno. Mvuto wa maneno ni uwezo wa mwalimu wa kuathiri fikra au hisia au maamuzi na mwenendo wa mtoto kupitia kile anachokisema na jinsi anavyokisema. Vile unavyosema, tunaongea juu ya nguvu ya maneno. Wapendwa, maneno yanaumba, maneno yanajenga au yanabomoa. Ngoja nitoe mfano rahisi. Nadhani nimeshawahi kuliona hili. Mahali pengine imeandikwa asante kwa kutovuta hapa. Alafu mwingine akaandika usivute hapa. Aliyeongea kwa upendo ni nani? Yaani maneno ni yale yale, lakini yeye anasema thank you for smoking. Alafu mwingine akasema usivute hapa. Neno lenye upendo ni lipi hapa? Kwa hiyo neno hata liwe zuri kiasi gani, lakini vile mwalimu anavyolisema linaweza likabeba hisia na tafsiri tofauti. Tuko pamoja? Ni mvuto wa maneno. Mvuto wa maneno ni nguvu ya mawasiliano ya kinywa. Maneno yako yanaweza kujenga au kubomoa, kuponya au kuumiza, kuvuta au kusukuma maya. Kwa hiyo kama mwalimu unapokuwa na watoto, angalia na chunga sana maneno yako. Hata kama ni mazuri kiasi gani, lakini namna ya kuyasema nayo inajalisha sana. Inajalisha sana. Kwa sababu maneno yana nguvu. Maneno yana nguvu. Kwa hiyo kuwa makini na maneno yako. Kuna nguvu ya sauti. Nguvu ya sauti. Jinsi unavyotumia ulimi wako. Wapendwa, hata kajamaa kanaitwa ulimi. Ni kadogo sana, lakini kanaweza kakajenga ufalme au kakaubomoa. Maana jawabu la upole linafanya nini? Linageuza hasira. Nguvu ya sauti. Ushawishi wa ujumbe, kile unachosema na maana yake. Hii inaitwa sanaa ya mawasiliano, namna unavyowasilisha kweli. Kama mwalimu, lazima haya mambo yote uangalie. Vile unavyozungumza na watoto, maneno yako, ulimi wako unatumiaje wako unapokuwa na watoto. Ukienda katika Biblia kama msingi wa Biblia wa hilo, Biblia inaweka wazi nguvu ya maneno au nguvu ya ulimi. Ukienda katika Mithali 18:21, nasema mauti na uzima huwa katika uwezo wa ulimi. Mauti na uzima inakuwa katika nguvu ya ulimi. Na hiyo maneno yana uwezo wa kuua au kuhuisha. Haya. Maneno yanajenga. Waefeso sura ya 4 na fungu la 29. Yaseme yale yafaayo kwa kujenga. Tusome hilo fungu muktadha wake. Sema tu yale ambayo yanafaa kwa kujenga. Huna sababu ya kutumia maneno ambayo hayatamjenga mwanafunzi. Wakati mwingine tunakuja na maneno ambayo badala ya kumjenga mwanafunzi yanamuumiza.
na mtoto anaweza tu akachukia sana kwa sababu ya maneno. Kusudi la maneno ni kujenga, si kubomoa. Tumia maneno ya hekima, Mithali 25:11. Neno linenwalo wakati wake ni neno linalofaa. Wakati sahihi huongeza nguvu ya maneno. Je, hilo neno umelizungumza wakati gani? Okay. Yesu ni mfano wetu mkuu. Yeye alionyesha mvuto wa ajabu wa maneno. Alisema kwa mamlaka na neema. Ana mamlaka lakini alitumia neema. Maneno yake yalikuwa rahisi lakini yenye nguvu. Unaweza kutumia neno ndogo tu lakini lenye nguvu kuliko ungetumia kitisho ambacho kingeharibu uhusiano wako na mtoto. Aliweza kubadilisha maisha kwa kusema sentensi chache. Tutaangalia mfano katika Mathayo sura ya 4:19. Nifuate, na watu wakaacha yote wakafuata. Au anapomwambia yule mwanamke dhambi zako zimesamehewa, katika Luka sura ya 7:48. Haya, kipengele cha mvuto wa maneno. Namba moja ni ukweli. Maneno yako yawe kweli. Maneno yako yawe na ukweli. Ngeni niwape kisa ambako nimekapitia uzoefu. Kijana wangu wa mwisho yuko mwaka wa 2 chuo kikuu cha Dar es Salaam. Sasa siku moja nikaona nimetumiwa message. Imeandikwa, mzazi wa huyu mtoto wako tumemfukuza chuo. Naanza kumpigia kijana, yuko hapo kwanza, simu yake hapokei. Wasiwasi wa kani mkaribia. Amefukuzwa chuo. Baadaye napiga namba ya yule aliyetuma ujumbe. Ikaita, hapokei. Baadaye nikaandika maneno makali. Nikasema kama wewe ni mwalimu tafadhali pokea hii simu. Nadhani yule mtoto aliona kama nimekuwa mkali. Baadaye ndio akaniandikia message akasema, samahani mzazi, tulikuwa tunatumia. Nimepiga kupokea, kabidi nimwandikie maneno makali. Kwa hiyo sikiliza, maneno ya mwalimu yanapaswa yawe na ukweli, kwa sababu hata kama ni mzaha, ni kejeli ndogo tu kwa watoto, kwa wanafunzi, inaweza ikasababisha kabisa. Kwa hiyo ukweli, maneno ya kweli yanaleta uaminifu. Uongo uharibu mvuto wako kama mwalimu. Uongo unaharibu mvuto. Lakini kipengele cha pili ni hekima, wisdom. Kujua nini cha kusema, nini ukiseme na kwa namna gani ukiseme. Si kila ukweli unasemwa kwa wakati wowote. Wakati mwingine unaweza ukasema ukweli lakini kama sio wakati wake. Ipo mfano mingi. Hata ukweli lazima uangalie ni wakati gani useme. Maana unaweza ukasema huo ukweli lakini kama wakati sio mwafaka, badala ya kusolve ukawa umesababisha tatizo zaidi. Lakini kipengele kingine ni upendo. Jinsi unavyosema ni muhimu kama unachokisema. Jinsi unavyosema ni muhimu kama hicho unachokisema. Kama mwalimu, jinsi unavyosema. Kweli bila upendo, upendo unaumiza. Japo ni ukweli lakini, hebu angalia mfano huu wa Yohana sura ya 4. Mnafahamu yule mwanamke katika sura hiyo ya 4 alipokutana na Yesu saa 6 pale kisimani. Yesu alikuwa akiongea ukweli wote kuhusu maisha ya yule mwanamke, lakini angalia jinsi alivyotumia upendo. Maana ilikuwa ni kana kwamba alikuwa anafungua kurasa za maisha ya yule mwanamke. Mwambie sasa, sikiliza. Ungejua naye kuambia nipe maji ninywe, yeye ungemwambia huyo angekupatia maji yaliyo hai. Nafahamu kisa. Baadaye mwanamke anavutiwa, anasema, Bwana, naomba unipe hayo maji. Tunaweza kumwambia, sikiliza, mimi maji nayo natoa haya, mimi na mtu pekee yake. Nenda ukalete mume wako ili mje wote wawili mfanye nini? Niwape. Unaona mazungumzo anayokwenda. Baadaye mwanamke anasema, Bwana, mimi sina mume. Yesu akadai kweli kabisa. Maana hata yule uliyemwacha nyumbani aliyekufanya uje saa 6, wenzako wanakuja asubuhi, lakini yule akakufanya uje saa 6, sio wapako. Mazungumzo mnaelewa? Kisa mwishoni, upendo wa Yesu ulibadilisha maisha kabisa ya yule mwanamke. Kwa hivyo jinsi unavyosema ni muhimu kama unachokisema, maana ukweli bila upendo unaumiza.
Lakini kipengele kingine ni uwazi, clarity, wazi. Maneno yanapaswa kueleweka. Epuka kuchanganya au kuumiza kwa utata. Kwa watoto hawataki maneno ambayo yanaumiza au yenye utata. Ukiwa na wanafunzi, sema neno kama unamaanisha blue, imaanishe blue. Kama ni nyeusi. Hapa ndipo ambapo inahitajika. Kipengele kingine, mamlaka ya ndani, conviction. Maneno yenye nguvu kutoka katika imani ya ndani. Maneno yenye nguvu huwa yanatoka katika imani ya ndani. Usichosema kwa moyo kitagusa mioyo. Kile ambacho hujakisema kwa moyo hakitagusa mioyo. Maana yake ni nini? Kile ninachokifikisha kwa wanafunzi au kwa mtoto ni lazima kiwe kutoka katika. Haya, aina za mvuto wa maneno. Naenda haraka. Aina za mvuto wa maneno. Moja, maneno ya kuhamasisha. Maneno ya kuhamasisha kwa kawaida yanaleta matumaini. Maneno ya kuhamasisha kuinua waliokata tamaa. Wakati mwingine wanafunzi wetu unakuta wamekata tamaa, ameshindwa kitu fulani, ameshindwa kuchora picha. Kuna wenzake wamechora vizuri, yeye amefuta mpaka karatasi imechanika. Unakuta wale wadogo analia au anajisikia vibaya. Sasa maneno ya kuhamasisha ya mwalimu. Mwambie mtoto, sikiliza, wewe unaweza kabisa. Unaweza kumshika na mkono wake na ile penseli, kaenda naye mwambie, twende, unaweza. Hapo akipiga tu tayari unaweza kumshikilia. Wapendwa, sisi wote tulioko hapa wengi ni matokeo ya kuhamasisha. Kuna wengine hapa inawezekana hata shule wamekuwa washinde kabisa. Wasingepewa hamasa, si ndio wasingeweza kuwa wale walio sasa. Kwa hiyo ni aina ya kwanza. Aina ya pili ni maneno ya kufundisha. Aina ya pili ya maneno ya mvuto wa maneno ni maneno ya kufundisha. Haya yanatoa maarifa na uelewa. Huongoza katika ukweli. Haya maneno ya kufundisha. Na aina ya tatu ni maneno ya kurekebisha. Haya maneno ya kurekebisha husaidia kubadilisha mwenendo. Yafanywe kwa upendo na kwa hekima. Na aina ya nne ni maneno ya kufariji. Haya maneno ya kufariji yanaponya mioyo iliyoumia, kutoa tumaini katika maumivu. Kanuni kuu ya mvuto wa maneno ni hii hapa. Sio tu kile unachokisema. Ikiwa utasahau yote, chukua hii kanuni ya mvuto wa maneno. Iko hivi: sio tu kile unachokisema, bali jinsi unavyokisema. Hiyo ndio kanuni ya mvuto wa maneno. Sio tu, japokuwa kile unachokisema kina maana, lakini jinsi unavyokisema nayo inafanya tofauti. Hii ina maana ya kwamba sauti yako, ile toni, sauti yako ni muhimu sana. Umuhimu wake ni nini? Toni yako unayotumia. Kuna watu ambao kwa asili wana toni ni za ukali. Unaweza kukuta anaongea, yeye kwake ni asili yake, wala hajakasirika. Ile toni yake tu akiongea, fulani ni mkali. Yaani ukikuta kama ni katika nyumba, baba akiwa hivyo, mama akiwa hivyo, mbona kwani ni nini? Mbona mimi niko nomo? Kwa hiyo toni, sauti yako. Lugha ya heshima inaongeza mvuto. Kama mwalimu kwa na lugha za heshima kwa watoto. Hali fulani watoto kakaja akaniambia, "Pastor, mwalimu mimi amenitukana." Yeye amesema sasa ameniita kiberenge. Wewe kiberenge acha kiberenge. Kiberenge. Unajua kiberenge? Kiberenge ni nini? Unamwita mtoto kiberenge jamani. Okay, kwa hiyo maneno mazuri yanaweza kujenga nguvu ya kuheshimiwa, lakini maneno mazuri yanaweza kupoteza nguvu yakisemwa vibaya. Kama neno ni zuri lakini ukalisema vibaya kwa mwalimu, inaweza kupoteza kile ambacho kimekusudiwa. Katika hili ile nchi yetu inasema maneno haya. Katika ministry of hili ukurasa wa 15. Ile nchi yetu inasema maneno haya. Maneno ya upole yana nguvu ya kushinda. Maneno ya upole yana nguvu
ya kushinda. Ile Mithali 15:27, jawabu la upole kugeuza hasira. Sikieni hiki kisa ninapoelekea karibu na mwisho. Huyu mzee alikuwa na wake watatu. Wangapi? Watatu. Alafu alikuwa ni mlevi huyu mzee. Kwa hiyo kisa kinasema wakati fulani mzee alikuwa anaenda analewa, anaporudi amebeba mzigo wa kuni, mzigo wa fimbo za kuchapa hawa wake zake. Kwa hiyo siku hii kulingana na hiyo kisa, akaanza kumchapa wa kwanza, analia na kuja mayowe. Alafu akaenda kwa yule wa pili, chapa. Sasa sijasema mkachapa wake zake. Alipokuwa anakuja kwa huyu watatu, yule mama, naongea juu ya maneno ya upole yanavyoweza kushinda. Hata anakuja kwa huyu watatu, kisa kinasema nyumba ya yule mzee ilikuwa na mhimili hapo katikati, ni zile nyumba za kijijini za msonge. Huwa ina mti mmoja hapo katikati unaoshikilia paa. Yule mama akasema, baba fulani, sasa huyu fulani tumuite Kisoda. Baba Kisoda, najua unakuja kunipiga, lakini naomba upitie pembeni hiyo nguzo, ukijigonga utaumia. Sasa najua unakuja kunipiga baba Kisoda, lakini naomba pitia pembeni mume wangu, usije ukajigonga kwenye hiyo nguzo, utaumia. Fimbo za yule mzee zikadondoka. Maana jawabu la upole inageuza nini? Hasira. Kwa hiyo maneno ya upole yana nguvu ya kushinda. Kama mwalimu, tumia maneno ya upole. Ukali sio dini. Sio kwamba kila wakati ukali una faida. Wakati mwingine maneno ya upole yanaweza kushinda. Lakini anaendelea katika gospel workers anasema ulimi unapaswa kuwa chombo cha baraka. Bwana asifiwe. Ulimi unapaswa kuwa chombo cha baraka wala si laana. Ulimi ukiwabariki watoto watakubariki. Jamani, niwaambie, epuka kutumia ulimi wako kwa laana. Ukitumia ulimi kwa laana ni kama kuchukua madongo, kama udongo, chukua udongo alafu warushie watu machoni. Sio udongo utaenda kuingia machoni. Lakini je, hakuna cheche zinazokurudia wewe? Yaani unapowarushia watu madongo machoni hivi, yataenda madongo hayo yataingia machoni kwao, lakini hata wewe utabaki salama. Kuna udongo unaokurudia wewe. Kwa hiyo badala ya kupeleka laana, peleka baraka, maana baraka itafanya nini? Itakurudia. Tuko pamoja? Haya. Mvuto wa maneno kwa kiongozi wa kiroho. Maneno yako yanaweza kujenga imani au kuivunja imani ya mwanafunzi au imani ya mtoto. Hotuba yako inaathiri roho za watu. Mafundisho yako yanaweza kubadilisha maisha kwa sababu kiongozi ni nuru. Sasa hatari ya kukosa, hatari ya maneno mabaya, maneno yasiyofaa yanaweza kuumiza mioyo, yanaweza kuvunja mahusiano, yanaweza kupoteza uaminifu, yanaweza kuharibu ushuhuda wa kiroho. Kwa hivyo kuna ukweli mchungu uko hapa. Jeraha la maneno linaweza kudumu zaidi kuliko jeraha la mwili. Jeraha la maneno kwa kina linadumu muda mrefu kuliko jeraha la nini? La mwili. Kuna mwingine anasema kama unanichapa yaishe kuliko maneno ya kila siku, kwa sababu jeraha la maneno lenyewe linadumu. Na ndio maana kama utake kumsamehe huyo mtu, mwadhibu yaishe. Lakini unasema unamsamehe, lakini kila siku unakumbushia dhambi yake, unakumbushia kwa sababu kwanza wewe ulikosea kwa fulani. Hiyo inaumiza kuliko viboko ambavyo angechapa mara moja kwa nini ikaisha. Kwa hiyo jeraha la maneno linaweza kudumu zaidi kuliko jeraha la maneno. Jinsi ya kukuza mvuto wa maneno. Fikiri kabla ya kusema. Think before you. Fikiri kabla ya kusema. Usiseme tu, fikiri kabla ya kusema. Iko hivi. Neno kabla hujalitoa unalitawala. Jamani, tuko pamoja kwa nini msikiza mimi kwa? Fikiri kabla ya kusema. Neno kabla hujalitoa kwa kawaida wewe unalitawala. Ila ukishalitoa linafanya nini? Linakutawala. Nimefanya kazi jioni kidogo ili fulani ikiwa kwa mbona mstari.
Neno ambalo utalikosea katika hadhina lililoenda live likasikiwa na watu 20,000, hata ukija kumsahihisha utawapata wale 20,000 ambao walisikia. Tuko pamoja? Kwa hiyo kabla hujalitoa ile neno ni bora ulifikirie, maana likienda limeenda, kulirudisha halitawapata wale. Kwa hiyo ni jinsi ya kukuza mvuto wa maneno. Kwa hiyo fikiri kabla ya kusema. Kwa wanafunzi, kabla hujasema fikiria hicho ambacho unataka kusema. Lakini njia nyingine, sikiliza zaidi kuliko kuzungumza. Wanafunzi wanapenda kusikilizwa zaidi. Sio mwepesi wa kuzungumza sana, jifunze kusikiliza wakati mwingine. Tumia maneno ya kujenga. Tumia maneno ya kujenga, achana na maneno yanayoumiza. Epuka hasira na kejeli kwa wanafunzi. Jifunze kuwasiliana kwa upendo. Kuwasiliana kwa upendo. Hizo au hayo kwa machache tu ya kukuza mvuto wa upendo. Nirudie hiyo jinsi ya kukuza mvuto wa maneno. Namba moja nimesema fikiri kabla ya kusema. Namba mbili, sikiliza zaidi kuliko kuzungumza. Namba tatu, tumia maneno ya kujenga. Namba nne, epuka hasira na kejeli. Mwisho, jifunze kuwasiliana kwa upendo. Na niruhusu niendelee sasa. Jifunze kuwasiliana kwa upendo. Jifunze kuwasiliana kwa upendo. Haya, uhusiano wa mvuto na mivuto mingine. Mvuto wa maneno hauko peke yake, sikiliza. Uhusiano wa mvuto wa maneno na mivuto mingine. Mvuto wa maneno hauko peke yake, au haufanyi kazi peke yake. Uko hivi, bila mvuto wa maisha maneno hayana uzito. Bila mvuto wa maisha maneno hayana uzito. Lakini bila mvuto wa upendo maneno hayapokelewi. Hivyo napomalizia, maneno, hii ni kanuni. Maneno jumlisha maisha jumlisha upendo ni sawasawa na ushawishi kamili kwa wanafunzi. Narudia tena. Maneno yako kama mwalimu jumlisha mtindo wako wa maisha kwa ujumla, jumlisha upendo wako ni sawasawa na ushawishi kamili. Na kwamba ukiwa na maneno yanayozungumzwa inavyotakiwa, halafu maisha yako yaliyo kielelezo, kijumlisha na upendo, tayari umempata huyo mwanafunzi. Hitimisho, mvuto wa maneno ni nguvu ya kuumba au kubomoa maisha ya mtoto. Mvuto wa maneno ni nguvu ya kuumba au kubomoa maisha ya mtoto. Na hivyo maneno yako yanaweza kuwa dawa au sumu. Maneno yako yanaweza yakawa nuru au giza. Maneno yako yanaweza yakawa baraka au laana. Mvuto wa maneno ni nguvu ya kuumba au kubomoa maisha ya mtoto. Hapo ndio kwa sababu gani. Haya mengine ni maelezo ya kwamba maneno yako yanaweza yakawa ni dawa au ni sumu kwa huyo mwanafunzi. Maneno yako yanaweza yakaleta nuru au yakawa ni giza kwa huyo mwanafunzi. Maneno yako yanaweza yakawa ni baraka au yakaleta laana kwa huyo mwanafunzi. Mwisho ni swali la kutafakari juu ya mvuto wa maneno. Swali la kutafakari. Maneno yako yanawaacha watoto wakiwa bora zaidi au vibaya zaidi baada ya kuzungumzwa au baada ya kusemezana na wewe? Ni swali. Maneno yako yanawaacha watoto wakiwa bora zaidi au yanawaacha wakiwa vibaya zaidi baada ya kuzungumza na wewe? Ni kipi unaweza kutafakari? Je, baada ya kuongea na watoto unamaliza, watoto wanaachwa wakiwa vizuri zaidi au wanawaacha wakiwa wamechanganyika?
Naomba nimalizie kipengele cha mwisho juu ya vipengele vya mvuto. Kipengele cha 4 cha mvuto ni mvuto wa roho, spiritual influence. Huu ndio mvuto wa juu zaidi kuliko mivuto yote ambayo tumezungumza au tunaweza kuzungumza. Mvuto wa roho, spiritual influence. Katika Yohana sura ya 12, hamsikii? Haya, naleta kipengele cha mwisho, nimesema zile aina 4. Mvuto wa roho au wa kiroho, nimesema spiritual influence. Na tumesema ya kwamba mvuto wa roho au wa kiroho ndio mvuto wa juu zaidi kuliko hiyo mivuto mingine ambayo tumezungumza. Kienda katika Yohana 12 na fungu la 32, mnalifahamu vizuri. Yesu anasema, nami nikiinuliwa juu ya nchi nitafanya nini? Nitawavuta wote kwangu. Maana yake ni nini? Maana yake ni kwamba tukiwa na mvuto wa kiroho, mvuto wa rohoni, tutasaidia kuwavuta kwa upendo wale ambao tunawahudumia. Nikiinuliwa juu ya nchi nitawavuta wote kwangu, ndivyo ambavyo Yesu anasema. Mvuto wa kiroho ni uwezo wa mtu kuathiri mioyo, dhamiri na maisha ya wengine kupitia uwepo na kazi ya Roho wa Mungu ndani yako. Huu si mvuto wa kibinadamu pekee, ni nguvu ya kiroho inayotoka kwa Mungu na kuonekana kupitia maisha, maneno na uhusiano wa mwalimu na mwanafunzi.